kati ya sehemu ambayo imewahi kuwa na watu wanajua kucheza na magari, wanajua kucheza na pikipiki ni Mererani. Yani tauni bado mambo haijakolea. Yani staili za kucheza na pikipiki, staili za kucheza na magari ni Mererani. Yani ukisikia watu kina Kasimu Mkali, ukisikia anaitwa Kasimu Mkali, yani amekuwa mkali kwa sababu ya mambo ya drifti, yani anapiga gari vibaya. Kwa hiyo mambo ya vipaji vya pikipiki na magari zimeanza Mererani kabla ya Chuga, sababu Mererani imekuwa na wajansha wengi sana, yani wauni wengi wameanza kukaa Mererani. Miaka iliyopita nyuma kidogo, kuna masista zangu walikuwa wanaendeshaga pikipiki mjini Arusha. Hamna wanawake wanaendesha pikipiki. Wanawake wa kwanza kuendesha pikipiki ni ndani ya kijiji cha Mererani. Wa kwanza anaitwa Jacqueline Momo, ni sister yangu wala ana ubaya. Wa pili anaitwa Mariamu wa Mama Kuku. Hao ni wadada pekee walikuwa wana drive bike, pikipiki, kipindi cha ma20. Huyo Mariamu wa Mama Kuku ndo alikuja kanunua pikipiki moja ya kuinama. Miaka hiyo ndo masuperstar. Yani Jacqueline Momo akipita mahali na 20, unasema Jackie huyu alikuwa ni superstar vibaya. Sasa hivi kuna mtu ana trendi hapa Tanzania, nisichukulie Arusha, ana trendi Tanzania, mdada anayeendesha pikipiki. Huyo ni zao la Mererani, anaitwa Mwanshum, ni shemeji yangu mimi, tunaitanaga bwashe. Mwanshum ndo anavuma sana kwa watoto wa kike wanaoendesha bike. Yani Arusha nzima, Mererani kwa Tanzania kwa ujumla, kwa anayesumbua sasa hivi kwa kuendesha pikipiki ni Mwanshum, shemeji yangu. Ndugu zangu, na nataka kuambia Mwanshum, acha kuhangaika na pikipiki. Huenda inakuletea maslahi kwako, lakini nilikuwa na jambo moja. Kuna katika kila nyakati kuna mambo yanatokeaga na inakuwa kama sifa fulani. Ndio maana nimekupa historia. Sasa hivi Arusha machalio wanahangaika na pikipiki kinoma. Ila mimi nataka kukuambia ndugu zangu, hivi tujiulize, mimi na nyie, sio nijiulize peke yangu. Hivi hayezi heka mnazoendelea nazo, pikipiki, sijui magari, kuna mafestival ya magari, yani madrifti, nini, rally. Sasa hivi ndo starehe sasa. Paulo anamwambia Timotheo, siku za mwisho watu watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Anasa ni starehe ambazo hazina ulazima, lakini mtu anazifanya kwa sababu anahisi anapata furaha. Mimi naomba kuwauliza kitu. Hii mambo ya rally, klabu, pikipiki, wanawake, hizi mambo ambazo nyie mnakimbizana nazo, zina faida gani baada ya maisha haya? Hivi hamjui kwamba kuna Mungu? Wewe Mwanshum bwashe unayenisikiliza, Mungu yupo. Sawa, wewe ni mtoto wa Kiislamu, mwezi mtukufu na kuonaga uvai jeans nini, unapiga baibui, unafunga. Sawa, lakini Mungu huyu ambaye mimi namsemea hataki tumpe nafasi ndogo sana, alafu nafasi zingine tukaitumia. Yani ndani ya mwaka mzima unakimbizana na mambo yako alafu unampa Mungu mwezi mmoja kwamba ndo unamheshimu. Yani tusiwe kama tunamvizia Mungu bana. Vijana mnaonisikiliza, msimvizie Mungu. Mna dini zenu, mnaendaga sui makanisani, mnaishi maisha fulani hivi kama mnamnyatia Mungu, kama Mungu ni boya fulani hivi, mjinga fulani
ambaye tu atajaa kwenye 18 yako. Hapana jamani, Mungu anaona kila kitu. Kama tumeamua kumpa Mungu maisha yetu, tufanye hivyo. Kama tumeamua kuipenda dunia, basi tupambane nayo. Lakini mwisho wa siku tukiondoka, tukiachana na hii mili, tusije tukaleta lawama. Sio kamwambia Mungu, mbona kama unijui? Yaani kama umeamua kumfuata Mungu kijana, umeamua kumfuata Mungu bro, umeamua kumfuata Mungu dada yangu, mpe 100% zote. Yaani usiwe kama unamvizia Mungu. Siwe kama kuna namna unamletea Mungu ujanja. Kwamba sawa nitampa Jumapili moja kuanzia hiyo saa 4 mpaka saa fulani, alafu ana shida nitakuwa na posti kwaya na nini, au nitakuwa na posti kaswida, au nitakuwa na posti mawaidha. Umeamua kumfuata Mungu, mfuate kweli. Na njia sahihi ya kumfuata Mungu wa kweli ni Yesu Kristo. Yaani Mungu amekataa tusimwabudu kwa njia ya mizimu ya babu zetu. Amekataa tusimwabudu kwa majina ya mitume. Anataka tumwabudu kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye alienda msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Njia ni moja, Mungu ni mmoja, njia ya kwenda kwake ni moja, inaitwa Yesu Kristo. Naombeni mumpe Mungu nafasi wakuu. Naombeni mumpe Mungu nafasi ndugu zangu. Mambo ya duniani yasiwataiti, yasiwavute. Kweli kuna namna dunia inaonekana imechangamka. Kuna namna vitu vinaonekana viko mbele ya muda, lakini mimi nataka kuwaambia, hata kama hivi vitu vingeonekana viko mbele ya muda, bado duniani tunakaa kwa muda mfupi. Usiwe unajiuliza hapa duniani nitaishije. Jiulize, baada ya kuachana na mwili, milele yangu itakuwa wapi? Maisha yangu ya milele yatakuwa wapi rafiki yangu? Usikimbizane na dunia ukasahau kuna Mungu, ukasahau kuna kuuacha mwili. Unajua mnaenda misibani, mnazika, mnaona kawaida tu watu wamekufa, mnaposti rest in paradise, mnaona tu zile rest in paradise za kwenu, Mungu anazisikia. Lakini mimi nataka kuwaambia, Biblia inasema Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu atavuna. Ukiishi maisha mabaya utavuna ubaya. Ukiishi maisha mazuri utavuna uzuri ambao umeishi. Na maisha mazuri huwezi ukayaishi nje na Yesu. Mitume wako wengi. Usimweke Yesu kwenye jopo la mitume, kwa sababu yeye ni Mwokozi. Yeye ni tofauti na mitume. Na utofauti wake yeye na mitume wengine, alizaliwa na bikira. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, utofauti wake yeye na mitume, alikufa, lakini siku ya 3 alifufuka, yuko hai. Sasa hivi yuko ndani ya moyo wangu kabisa, physical. Mimi na historia ya maisha yangu, na historia vile mahali Mungu amenitoa. Kwa hiyo mimi sibweki. Siongei tu nadharia fulani, siongei vituko fulani, siongei ujinga fulani. Kwa hivyo Yesu ni halisi, amenibadilisha. Mimi nilishindwa kuacha maisha ya dhambi. Nilishindwa kuacha kabisa. Na nilikuwa najitahidi, hata siku 2 nasema hizi siku 2 sinywi, lakini najikuta nimekunywa. Hata kama nakunywa dawa, ni masuala ya kunywa wine, kumwambia daktari vipi, ni mbaya. Ndugu zangu, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Ukikataa kumcha Mungu, yani ukikataa kumwabudu Mungu, ni chanzo cha ujinga. Kwa hiyo unanisikiliza, ukitaka kuwa mjinga wa kwanza kwenye hii dunia, wewe ona Mungu hayupo, hakunaga switch ya milele, hakunaga cha nini, chukua maamuzi unaojisikia wewe. Ila mwisho wa siku utayavuna ambayo unayapanda. Asante sana. Mungu awabariki.